Kisha oi udhi unao oi haivunji udhi, hatoka kusanajisi takuwa udhi unao, isipokuwa kila kitu takana uende ukaosha. Maadamu ulikuwa umetawala najisi ikaingia, kwa hiyo kwa najisi udhi haujaharibika. Kuoga waweza kufaulu chote, waweza mbona si wapo ndio unaona mbona ukiona zinatoka sasa, unaweza kuchukua udhu na waweza kuchukua udhu na ukaoga, maadamu hutashika zile sehemu ambazo hufai kushika, waweza kuchukua udhu na ukaoga. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam amefundisha kabla kuoga janaba uchukue udhu basi, na baada ya kuchukua udhu unaweza kwenda zako, maadamu mikono yako haijapita zile sehemu ambazo hazitakikani, naenda. Maana katika kuoga janaba kwanza huambiwa ujisafishe zile sehemu, ujisafishe vizuri, utawadhe, alafu uweze kuoga. Lakini mikono yako ikipita zile sehemu, basi ukishika sehemu ambazo zifai kushikwa itakuwa udhu umetoka. Ndio mpaka ile nguzo sunna ndio unaweza kuleta sija sawa, ama kule kusahau kwako baadaye unaweza sija tu sawa, lakini baada ya kuileta ile nguzo haiungi na sija tu sawa, kule kusahau kwako ndio tunaunga na tunarekebisha na sija tu sawa. Lakini nguzo kuiacha alafu sema haina neno utazungusha, hakuna mpaka ilete nguzo. Ndio pale Yusuf tukasema ukikumbuka nyuma umeacha nguzo, mfano swala ya magharibi umefika rakaa ya 3, lakini ukakumbuka pengine rakaa ya kwanza au rakaa ya pili huja leta nguzo fulani, na una hakika, sio dhani, sio mawazo yako, una hakika kwamba mimi sikuleta nguzo hiyo, rakaa uliyoko itakuwa ile hiyo uliosahau haipo, ile ambayo umesahau nguzo haipo. Mfano ya kwanza, ile ya kwanza haipo, ile ya pili ipo, hii ya tatu ipo. Sasa hii ndio utaifanya ya pili, hii ya tatu yako ndio utaifanya ya pili, ukae tahiyatu ya kwanza alafu ulete ya tatu. Ile tahiyatu ya kwanza umekaa, lakini kwa sio mahala pake, kwa sababu ilikuwa ile nguzo haijakamilika, ile rukun ambayo ni rakaa haijakamilika. Naam. Yule maamuma anaunga pale alipokomea imamu wake. Sasa anacheza pia au akiingia ama afanyaje ili atoe ile kuingia pale kitu. Chana anaweza kushukuru pale. Pole ndio unaona. Pole ueleweke. Sijida ya pili mfano. Ya kwanza amesujudu imamu sijida ya kwanza, ndio kaathirika namna hiyo, akajitoa na akajifua, hayuko katika swala. Huyu maamuma ambaye yuko na amejua imamu huyu ametoka, kwa sababu utatoka,
huyu ametoka. Sasa akijua huyu ametoka, yeye atainuka na takbira Allahu Akbar, akae baina sajdatayn, kwa sababu ilikuwa ni nafasi ya nani? Ya imamu, akae baina sajdatayn. Kwa hivyo na yeye atachukua pale pale, maadamu imamu alikuwa katika kusujudu, alikuwa amesujudu, lakini baina sajdatayn hajakaa, udhu umeharibika. Sasa yule atakayechukua nafasi atakuja na yeye akae Allahu Akbar. Ataketi pale pale, wakati wa kuinuka, akiinuka ndio atapiga hatua mbele ili awe na maamuma sawa. Naam. Kuoga janaba. Tayeb. Ni suala limo katika vifungu vya swala. Tumezungumza kule nyuma kwamba miongoni mwa shurutu sala ni taharatu min alhadath alasghari wal akbar, ni usafike kutokana na hadathi ndogo ambayo ni udhu, wal akbar ambayo miongoni mwao ni hiyo janaba. Ukiwa na janaba, na janaba linapatikana baada ya mume na mke kukutana, au ukalala kaota katokwa na maji yale, hapo lazima ufanye nini? Uoge janaba. Na namna ya kuoga janaba kama alivyofundisha Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwanza nenda chooni, jisafishe kwanza, yaani ile stijaa, ustaki kwanza, jisafishe zile sehemu nyeti. Baada ya hapo unatawadha. Baada ya hapo unaanza kujimwalia maji. Kwa wakati wetu tulionao sasa, watu wengi, sisemi wote, lakini watu wengi wanashawa. Ifika chooni unafungua fereji, lakini katika mafundisho ya Mtume wakati hakuna shawa, ni maji na ndoo yako, una chombo chako cha kutekea. Na hapa katika haya maji wanazuoni wamekhtalifiana. Kuna wengine wanasema unaweza kukota na mkono, ni sawa, ni njia yao. Lakini Imam Shafi amekaza, ambaye ndio sisi wafuasi wa Imam Shafi, anasema maji unayooga yasirudi kwenye kile chombo ambacho kina yale maji unayooga. Haya unayoyatia kwenye mwili yasirudi tena yakaingia kwenye kile chombo. Kwa hivyo kama ni chombo, si mfereji, sio shawa, una maji pale, unatota maji. Mtume anasema unajimwalia kichwani mara ngapi? Mara 3. Kichwani mara 3. Ukishamaliza mara 3, unaanza upande wa kulia mara 3. Na huko unaendelea sasa huko mara 3, alafu unamwaga mwili mzima, unajimiminia maji mwili mzima. Uhakikishe hakuna hata mahala pamoja ambapo panabakia pakavu bila maji. Kwa hivyo uhakikishe mwili mzima. Mtume anasema tahta kulli sha'ratin janaba, kila chini ya unywele, hizo tunazoziita malaika hizi, kila mahali kuna janaba. Kwa hivyo ndio unaambiwa ta'mimul bashari bilma, ueneze mwili mzima kwa maji. Maji yale yanashuka yanakwenda mpaka mwisho, kwa sababu nyumba zetu mara nyingi zina floor, haina shida. Kama uko kwenye mahali ni mchanga, ondoka pale, maana yale maji yanakuwa yanakaa pale pale. Ondoka sehemu ile, nenda sehemu nyingine, osha miguu yako. Hapa takuwa mwili mzima. Ukipata maji vizuri bila mahali kukosa maji, takuwa janaba limetoka. Kama ni sawa, ndio kabisa, unafungua unajiosha mara 3. Maana itakuwa huwezi kumwaga mara 3. Huwezi kufungua funga, unajiosha mara ya kwanza, mara ya pili, mara 3, unaingia kwa kulia, unaingia kwa kushoto, unaeneza mwili mzima kila mahali.
kisha udhu na umeoga vizuri kama kawaida, imetoka mtamesaje kujaribu kwanza? Ndio kitu cha kwanza. Hata katika nguzo za kuoga ni mbili tu, katika nguzo za kuoga janaba ama josho kubwa kwa wenye hedhi, kwenye nifasi, kwenye janaba, nguzo ni mbili: an-niyatu wa ta'mimul badani bil ma'. Basi nia na mwili mzima uhakikishe mbele ya maji. Vizuri tena, hiyo napiga mbizi kutoka hapo tayari. Toni, ziwani, baharini, swimming kwa vidimbwi, ingia tu wewe, kutoka hapo tia nia tu, naoga, piga mwizi, kutoka mweupe. Haina tena haja kusema labda paoshe kichwa. Bora mwili mzima unatamani umeshasafi. Ndio nasema kwenye sawa uweze kuhesabu mara 3, kwa sababu kwenye sawa maji yanaletwa na pressure. Sasa wewe kazi yako ni kuhakikisha kwamba maji yamefika kila mahali. Labda kuosha kwako unaweza kufanya kwenye kichwa mara 3 kwa sababu maji ya maji, lakini huwezi kuosha vile kumwaga mara ya kwanza, ya pili, ya tatu. Utafungua mfereji, utajiosha, ingia kulia, kushoto, mwili mzima haraka. يسبق تجاليه من الذين استمعون القول فيتبعون احسنه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه